Ni ukweli usiopingika kwamba Freeman Aikaeli Mbowe ni miongoni mwa wanasiasa nguli wenye uwezo mkubwa, lakini si tu uwezo mkubwa, wenye maono ya kuona mbali na ushawishi wa hali ya juu. Hilo hakuna anayepinga. Ukipinga kuhusiana na nguvu alionayo Freeman Aikaeli Mbowe, basi utakuwa si mfuatiliaji mzuri wa siasa za Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Freeman Aikaeli Mbowe aliingia kwenye mtifuano mkubwa sana na makamu wake mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakati huo, ambapo wote walikuwa ni wagombea wa nafasi ya uwenyekiti ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kukaibuka pande mbili, kila upande ukijaribu kurusha karata yake, kila upande ukirusha vijembe kuhakikisha kwamba unauangusha upande mwingine. Baadaye hayo yakatamatishwa na uchaguzi uliofanyika tarehe 21 Januari ya mwaka 2025, ambapo Tundu Antipas Lissu akaibuka kidedea katika uchaguzi huo na kutangazwa rasmi kwamba ndiye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mpya. Mwenyekiti wa zamani Freeman Aikaeli Mbowe bila hiana, yeye akatoa pongezi kwa mwenyekiti mpya. Baada ya hapo wengi tuliamini kwamba sasa mambo yametamatika, uchaguzi ni wakati wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuwa kimoja, kuwa na umoja kama ilivyokuwepo hapo awali. Lakini kimya cha mwenyekiti wa zamani Freeman Aikaeli Mbowe katika matukio mbalimbali muhimu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kikaendelea kuzua wasiwasi mkubwa kwamba kulikoni na kuna nini. Ama Freeman Aikaeli Mbowe ameamua achukue likizo ya muda ili arudi na nguvu mpya, kwa maana siku zote ukifanya kazi kwa muda mrefu basi ni lazima uhitaji mapumziko. Minong'ono ikawa mingi sana, kama unavyojua wananzengo wanajiuliza maswali wao wenyewe, lakini wakati mwingine hujijibu pia wao wenyewe. Wapo waliosema kwamba Freeman Aikaeli Mbowe ameamua kustaafu siasa, ameamua rudi kujiwekeza katika biashara za familia yake na kuhakikisha mambo ya familia yake yanakwenda vyema. Wengine wakasema siasa zimemjeruhi kwa muda mrefu Freeman Aikaeli Mbowe, sasa ameona ni muda tu wa kupumzika. Kila mmoja alizungumza la kwake, wengine wakisema Mbowe ameamua kususa na Mbowe ameamua asitoe mchango wa aina yoyote ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hayo ni maneno ambayo yamekuwa yakizungumzwa sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Siku ya leo nimekutana na komenti moja nilipokuwa nikipita kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Komenti hiyo huyu anajiita Julius Izebola anasema kwamba kuna tetesi Freeman Aikaeli Mbowe ameanzisha chama kipya. Freeman Aikaeli Mbowe kukianzisha chama kipya, hilo limenifanya nije hapa nilete mjadala huu. Je, unafikiri Freeman Aikaeli Mbowe akianzisha chama kipya kitakuwa na mvuto mkubwa ama kitakuwa hakina mvuto? Je, hii itakuwa ni sahihi kwake ama itakuwa si sahihi? Nataka maoni yako sehemu ya maoni hapo kwenye comment section, basi unahakisha unaweka maoni yako. Tukiachana na hili la tetesi kwamba mwenyekiti Freeman Aikaeli Mbowe anataka kuanzisha chama chake kipya, kwa sababu hizi habari si rasmi, ni tetesi na nimekutana nao katika mitandao mbalimbali ya kijamii, nikaona niilete kwenu wananzengo. Je, Freeman Aikaeli Mbowe akianzisha chama kitakuwa na nguvu na wanachama wapya au atapoteza mvuto katika siasa za Tanzania? Hakikisha unaweka maoni yako hapo. Lakini pia Mbowe na Dr. Slaa walivyoibua shangwe Bawacha. Ilikuwa ni Jumamosi Machi 8 ya mwaka 2025. Wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema
walijumuika kusherehekea maadhimisho ya siku ya wanawake. Wanawake hao waliovalia sare za vitenge walitoka mikoa ya Tanzania bara na Zanzibar na walikusanyika Jumamosi Machi 8 ya mwaka 2025 katika ukumbi wa mikutano wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Shughuli hiyo ilihudhuriwa na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu pamoja na viongozi waandamizi wa chama hicho ikiwamo John Mnyika, katibu mkuu John Heche, makamu mwenyekiti bara Amani Gorungwa, naibu katibu mkuu na Ali Ibrahimu, naibu katibu mkuu Zanzibar. Maadhimisho hayo yalipangwa kuanza saa 3 asubuhi, yalianza kuchangamka mchana baada ya viongozi wakuu kuingia ukumbini. Ingawa aliyekuwa mwenyekiti Freeman Mbowe hakuwepo ukumbini, lakini aliibua shangwe baada ya jina lake kutajwa na katibu mwenezi wa baraza la wanawake la Chadema Bawacha, Sigrada Mligo, wakati akitoa salamu zake kwa dakika 5. Wakati katibu mkuu wa Bawacha Pamela Masei akitoa utambulisho wa meza kuu na wageni waalikwa, ndipo akawaambia kuwa walioko meza kuu wapewe kipaumbele cha kuzungumza lolote. Alianza mhazini wa baraza hilo Joyce Mukia, kisha akafuata Mligo. Katika maelezo, Mligo aliwashukuru viongozi wakuu waliopita akiwamo Mbowe, akisema ana mchango mkubwa katika chama hicho kikuu cha upinzani. Mheshimiwa mwenyekiti, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomtambua mwenyekiti wetu wa zamani Freeman Aikaeli Mbowe. Baba yetu ndiye aliyetupa jeuri na ukuu huu, alisema Mligo. Ndipo ukumbi ukalipuka kwa shangwe na washiriki wakanyanyuka kwenye viti kuelekea meza kuu kumpongeza Mheshimiwa mwenyekiti Lissu. Bawacha tutaongoza gurudumu la mabadiliko. Hii vita sote tunahitajiana. Baba yangu Mwamba Mbowe aendelee kupumzika. Amefanya mengi, hata Lissu unatambua hilo, alisema Mligo. Katibu mkuu wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Dr. Wilbrod Slaa naye aliibua shangwe baada ya kutambulishwa kama mgeni mwaliko katika tukio hilo. Baada ya jina lake kutajwa, ukumbi ulilipuka kwa furaha. Dr. Slaa alilazimika kusimama mara mbili, ikiwa ni ishara ya upendo kwa kina mama hao waliokuwa wakimshangilia kwa kupiga makofi. Akiwakaribisha wanawake hao, mwenyekiti wa Bawacha kanda ya Pwani Rose Moshi alisema baraza hilo litakuwa mstari wa mbele kusukuma ajenda ya mabadiliko sambamba na kusimamia ajenda ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Maoni yako nao yahitaji hapa, nataka ueleze kwamba je, inawezekana kweli Freeman Aikaeli Mbowe anao mpango wote wa kuanzisha chama chake, na kama akianzisha chama chake kitakuwa na mvuto mkubwa kisiasa au la? Hakikisha unaweka maoni yako sehemu ya comment section.